kiyama kuna dalili tu, lakini siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaiwekea siku maalum. Muda wote unaondoka au muda wote tunaondoka. Usiseme mpaka nikafikia wakati fulani ndio nitaanza kumsogelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Talib tunasoma katika historia na vitabu vingi sana, alikuwa ndo baba wa ucha Mungu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini yeye alikuwa kila ikifika jua linazama magharibi, Ali bin Abi Talib anasema marhaban billaili aljadid, karibu ewe usiku mpya, wal katibu shahid, na yule unaoandika mambo yangu kwa kuyaona kwa dhati yako, uktuba ala bismillah, naomba uniandikie kwa ajili ya jina lako ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila tunapozama jua kwenye Mafatihul Jinani kuna dua ya ghurubi shams. Kila jua linapotoka kuna dua ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wameelekeza. Kila ikifika muntasfi nahar kuna dua maalumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au maasumina wameelekeza namna ya mwanadamu kufanya. Itakuwa ni aibu na itakuwa sio jambo la busara na itakuwa haulitendei nafsi yako, utakuwa ni mtu wa kulaumu siku ya kiyama ukamaliza siku yako haujagawanya katika makundi fulani fulani. Ni aibu ukamaliza siku yako umekaa na mwenzio au grupu fulani, mnaanza kufungua faili la mtu fulani, fulani ishtara, fulani baa, fulani amenunua, fulani ameuza, fulani amevaa namna hii. Utakuwa ni mtu mwenye hasara. Na Imam Jafar anasema mwanadamu yatakikana ugawanye siku yako au ndani ya maisha yako kwa ujumla uwe na vipindi vitatu. Saatun tunaji biha rabbak, nyakati ambao unakuwa unamuomba Mwenyezi Mungu wako tu. Wa saatun tudirru biha maluk, na ile saa ambayo unafanya shughuli zako za kawaida. Lazima ugawanye nyakati tatu. Wa saatun kwa mafhumu ya hadithi, wa saatun tatakallam fiha ma ikhwanik, na saa ambayo unakaa unazungumza na watu wako. Lazima ugawanye nyakati tatu hizi katika siku yako ya kila siku. Lakini ukiona unamaliza siku yako kila siku kwa kumwongelea mtu fulani, bado wewe ni mtu mdogo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona unamaliza siku yako kila siku kwa kumjadili mtu fulani, bado wewe ni mtu mdogo katika maisha yako ya kila siku. Tusiwe au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitufanye katika wale ambao watakuwa wanalaumiana imma peponi au imma motoni. Ndio maana Ali bin Abi Talib alipopiga ule upanga na Abdurrahman ibn Muljim, alipiga upanga ambao inasemekana ulikuwa una sumu, na inasemekana katika historia na baadhi ya riwayati ya kwamba Ali bin Abi Talib hakuweza kutibiwa ile jeraha mpaka akafa. Jeraha lilikuwa linatoka damu tangu alipopigwa mpaka yuko kwenye lahadhati al-akhira anazungumza, lakini damu zinamchuruzika, zinashuka mpaka kwenye ndevu katika kidevu chake, kiasi ya kwamba al-Imam al-Hussein alishindwa kuvumilia ile hali aliyokuwa anamuona nayo baba yake Ali bin Abi Talib. Mtu ambaye alibaki naye siku nzima ni al-Imam al-Hasan. Ali bin Abi Talib akamwambia Imam Hasan, udnu minni, nisogelee karibu kabisa, kwa sababu sauti yake ilikuwa haitoki, haisikiki vizuri. Wasia mfupi lakini ulikuwa una maana. Ali bin Abi Talib akamwambia al-Imam al-Hasan, usika ya bunay wa an tusila hadhihi al-wasiya ila ummati Muhammadin wa ila akhika al-Hasan, na kuhusia usia huu ufikishe katika ule umma wa mtume, na vile vile umweleze ndugu yako al-Imam al-Husayn alayhi salam. Faqal,
Imam Ali akamwambia Al-Hasan, idha taghayyarat ash-shamsu, ewe Hasan, jua likishabadilika muonekano wake wa mchana. Sasa hivi tunaona kuna mwanga, na jua kubadilika hali yake kawaida ni kuzama magharibi, tunaona mara limekuwa la njano au jekundu. Idha taghayyarat ash-shamsu fadhkurullaha azza wa jalla, jua likibadilika rangi yake anza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusikilizane vizuri. Wa idha kunta ma qaumin, Imam Hasan nakuhusia, ukiwa umekaa mahala na watu mpo grupu kubwa, umekaa nao mnazungumza, na jua likawa limebadilisha muonekano wake, yatahaddathuna ma'aka wa yushghilunak, wanazungumza na wewe, wanakushughulisha mambo mengi. Faqum ya bunayya wa wad'hum, simama kwenye hilo grupu, waage na uondoke zako, uende ukazungumze na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Ukiona umekaa katika grupu la watu, umekaa katika jopo la watu wanakushughulika hasa na mambo ya kipuuzi, waage ya bunayya na uende ukazungumze na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao watu hawakufai. Ndugu zangu, unaweza ukamuona mtu anakukwepa ukasema fulani siku hizi amebadilika. Mbona alikuwa ni jamaa yangu lakini siku hizi amebadilika? Kwa nini amekuwa namna hii? Fulani hawezi kukaa na sisi dakika 10 au 5. Kwa nini anatuepuka? Kila mtu anabadilika, na mabadiliko mazuri ni yale ya mtu kubadilika kwa mambo ya kheri. Mathalan, fulani amebadilika, amekuwa ni mtu mzuri, na anajua kazi yako ni kusengenya watu tu. Amebadilika, hawezi kuwa rafiki yako tena, lazima atakuepuka. Kama mlikuwa ni mapartner zamani na ni watu waongo ili mpate kitu fulani, yule jamaa baada ya kumrudia Mwenyezi Mungu hawezi kukaa na wewe tena, kwa sababu anasema nikirudi kwa jamaa kazi yake ni uongo. Kwa hivyo atakukwepa. Wewe utafute mtu wa level ya uongo, kwa sababu jamaa yako ameshaanza mambo ya nini? Ya uongo na usengenyaji. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. Nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu Waislamu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika vazi ambalo mwanadamu atamkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vazi bora au kitambulisho bora kuliko vitambulisho vingine vyovyote, basi ni uchaji Mungu. Watu wengi katika ulimwengu huu walitafuta sharaf na ukubwa. Kwa hakika waliutafuta mali na kuweka utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini walidondoka kwa sababu ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukisoma katika Qur'an, kuna watu wengi ambao walilazimisha kuwa na utukufu zaidi ya Mwenyezi Mungu, bali kuwa na utukufu mkubwa basi na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu aliwadondosha. Hakika mwanadamu ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu huu, basi lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu katika kila swala lako na ifanya la kila siku. Hata kama unataka kuwa mcha Mungu au mtu mwema, lazima umwambie Mwenyezi Mungu nahitajia taufiki yako ili kukufikia wewe sawa sawa. Ya Rab, nataka kuwa kiongozi mkubwa, lakini sio kwa irada yangu bali kwa irada yako. Ya Rab, ewe Mola wangu,
mimi nahitajia kuwa ni mtu wa kupigiwa mfano baada ya kuondoka, lakini sio kwa irada yangu bali kwa irada yako. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa utukufu ambao amesema katika Qur'an, man arada al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Yule anayetaka utukufu, basi ile benki ya utukufu iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano wa wale watu ambao walitaka utukufu mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Firauni alayhi laana, baada ya kupata kila kitu ambacho alikihitajia katika ulimwengu huu, aliwakusanya watu wake akawaambia, ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu mkuu. Huyo Mungu wa Musa alayhi salam hawezi kufikia ukuu wangu, kwa hivyo fateni maagizo yangu. Mungu akumwadhibu Firauni alayhi laana. Na wewe vile vile kama ni mtu wa dhambi ulipokaa hapo, hakika Mwenyezi Mungu sio mwepesi wa kukupa adhabu mpaka ufanye tauba. Mungu hakumjibu Firauni hapo hapo. Alimwambia Musa alayhi salam na ndugu yake, idhhaba ila Firaun innahu tagha, nendeni kwa Firaun, hakika amechupa mipaka. Faqula lahu qawlan layyinan, nendeni na mzungumze naye kwa uzuri, mpeni mawaidha ambayo nawaelekeza mimi, msimkemee kwa yale aliyosema, haifai namna hiyo. Musa alayhi salam akaenda kwa Firauni akamwambia namna Mwenyezi Mungu alivyomwambia. Firaun hakuridhika na maneno ya Mwenyezi Mungu, akampiga vita Musa alayhi salam maisha yake yote. Mwanzo amesema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu mkuu, lakini mwisho Mwenyezi Mungu akamdhalilisha katikati ya bahari, akamwambia leo tunakukausha katika bahari hii, litakuna aya, ili uje uwe mfano, historia. Unatizamwa na watu wasusuavu wa moyo, wakikutizama wewe wananikumbuka mimi. Akadhalilika katikati ya bahari kwa sababu alitafuta utukufu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haungi mkono. Hivyo hivyo katika suratul Naml kama tunavyosoma, Balqis, yule mama ambaye alikuwa ni tajiri na anamiliki kila kitu, alitaka utukufu na kujijengea dola yake, ilhali nabii wa Mungu yupo katika ardhi hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Balqis, hautaweza kufanikiwa kwa sababu umetanguliza ambacho sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watafaqala at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda. Suleiman alimuona mmoja wa wafuasi wake ambaye ni ndege, akawaambia wale wafuasi wengine, mbona simuoni ndege fulani ambaye anaitwa hudhud? Famakatha ghayra ba'idin, yule ndege akatokea, alikuwa hayuko mbali sana. Akamwambia Suleiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay. Nimeenda sehemu fulani, nimetembea, nikakuta mwanamke anamiliki watu, lakini amepewa kila kitu katika maisha yake. Sio tu kupewa kitu, lakini yasjuduna lishamsi, wao wanasujudia shamsi ambayo sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno mengi au aya nyingi kuhusu Suleiman na Balqis. Mwisho Balqis akasarenda mbele ya Suleiman alayhi salam. Suleiman akataka kumwonyesha mali uliokuwa nayo sio kitu, alimrudishia baada ya kumletea zawadi ya madhahabu mengi. Wakati Balqis anakuja katika ile kasri ya Suleiman akamwambia, udkhuli as-sarha, ingia katika hili jengo langu. Balqis inasemekana katika tafsiri ya Muhibbuddin at-Tabari, mufasiri wa Ahlus-Sunna wal Jamaa, anasema Balqis kwa sababu alijiandaa kwenda na kukutana na mtu mkubwa ambaye ni Suleimani na nabii, aliita baadhi ya dola kubwa ambazo sasa hivi ni Ulaya, akawaita kwa sababu ya lengo moja, kumfanyia makeup ambayo itamchanganya Suleimani alayhi salam. Sallallahu alaihi wa sallam.
Yule mama akaja kufanyiwa makeup na watu wa dola tofauti tofauti, watu wa sehemu tofauti tofauti wakaja kumpamba. Balqis akachukua vazi kutoka katika sehemu ya mbali sana, vazi ambayo inasemekana linashikwa na watu wengi ili liwe juu juu. Akaja na safari yake mpaka kwa Suleiman, lakini kabla ya kuanza safari yake aliwaambia wale watu wake, nitachukua kiti changu cha enzi nitaenda nacho kwa Suleiman. Kumbe Suleiman ambaye ukuu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaushikilia, alishachukua kile kiti cha enzi cha Balqis. Akawaambia watu wake, naqiru laha arshaha, kibomoeni hichi kiti chake ili akija tuone atagundua ndo chenyewe au sicho chenyewe. Balqis akaona katika ule utawala wake kiti chake cha dhahabu hakipo. Akafunga safari mpaka kwa Suleiman alayhi salam. Suleiman akamkaribisha kwenye jengo, dhahiruha batinuha wa batinuha dhahiruha. Ukilitizama nje ni kama ndani na ndani ukilitizama ni kama nje. Aliwaamrisha watu wake wakajenga jengo refu sana, ikisha akamuingiza Balqis. Alipoingia Balqis akawaambia watu wake, ninyanyulieni vazi langu lisilowane na maji. Suleimani akamwambia, hii ni kasri ambayo imejengwa chini kuna maji, achia vazi lako na halitolowana. Yule Balqis alipoona ile dhurufu kwenye ile kasri ya Suleiman akasema, aslamtu lirabbil alamin, nimesilimu na Mola wa anayemiliki kila kitu, nimejiunga katika dini ya Suleiman alayhi salam. Lakini kitu gani kilimfanya huyu mama kuingia kwa Suleiman? Suleiman alayhi salam yeye aliweka, au Mwenyezi Mungu alimweka mbele katika ule utawala wake. Suleiman kila kitu ilikuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hata alikuwa akipita katika mabonde anakutana na wadudu chungu wanamzungumzia Suleiman. Akisikia zile sauti anasema, na kuomba Mwenyezi Mungu nishukuru ile neema ulionipa, vile vile kwa wazazi wangu. Lakini Balqis alikuwa hakumweka Mwenyezi Mungu mbele. Firauni alayhi laana hakumweka Mwenyezi Mungu mbele. Utawala wote ule ambao hauna Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anaudhalilisha na anaushusha chini. Jitihada zako zote ambazo hazina ikhlas, Mwenyezi Mungu hawezi kukufanikisha. Chochote ambacho unakifanya kila siku hakina taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi amali zako zitakuwa hazina nguvu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumalizia hadithi ya Imam Jafar Sadiq anasema ya kwamba kuhusu mambo ya ibada, afdalun nasa, mbora wa watu katika watu wote, man ashika la ibadata fa'anaqaha, mtu ambaye ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye atashikamana na ibada sana, kisha akashikamana nayo. Wajallalaha biqalbihi, akaitukuza au akakitukuza kile kitu ambacho anakifanya. Wabasharaha bijasadi, ikisha akakifanya vizuri kupitia viungo vyake. Watafarraga laha, kisha mtu huyo akajitenga kufanya ibada hiyo. Fahuwa la yubali, lakini mtu huyo hatilii maanani ala ma asbaha, amekuwa mtu gani siku moja, mina dunia, katika dunia yake, ala usrin am ala yusrin, je yupo katika hali ngumu au yupo katika hali nzuri? Katika hali yoyote anamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wafuasi wa Ahlul-Bayt alayhimus salam lazima tujipambe na ule wasifu wa Sayyidina Ali bin Abi Talib waliomuhusia al-Imam al-Hasan, vile vile wasia wa Imam Zaid bin Abidin alayhi salam katika dua ambayo ni nzuri, dua Abi Hamza. Amezungumza mambo mengi, wa anna rahila ilayka qaribul masafa, hakika ukufikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni masafa mafupi, hapa hitaji jitihada ambazo ni kubwa. Kabla sijamaliza, narudi nyuma kuhusia kuhusu kuchanga sadaka. Ndugu zangu, msikiti sio wa mtu fulani, la,
Labda msikiti unamilikiwa tu na taasisi fulani, lakini misikiti Mwenyezi Mungu amesema ni nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale makaburi ya kule Njiro sio makaburi ya mtu fulani. Ndio maana kila ndugu yako akifariki unamchukua unakuja kuomba akaziwa katika mahala fulani. Kule makaburini lau si jitihada za watu wachache, pangakuwa ni kama zoo ya kuhifadhia baadhi ya wanyama. Tunaombeni kwa heshima yenu, kwa jitihada zenu, kapu letu la sadaka lisiwe la 2500 kila Ijumaa. La, si sawa sawa. Wewe umespendi ndani ya mwezi shingapi? Umekula vitu vingapi vya thamani kiasi kwamba ukaja kwenye kapu la msikiti hapo ukatoa 2000 au 1000? La, sio sawa sawa. Hebu vuta picha katika makaburi ya Njiro yote ya mataa, alafu naambiwa ile makaburi ya Mashia pale hayana hata balbu. Imagine majirani zenu wote wana sola nzuri, kuna miti mizuri, kuna njia za kupita vizuri. Sasa hivi ukienda kwa ndugu zetu pale hapo kwa Dr. Muhammad, unaingia makaburi na hautamani kuondoka. Lakini ndugu zangu, kama hatukutilia maanani yale makaburi yetu, basi itakuwa ni sehemu ya kusikitisha. Kwani wewe umeshindwa kununua mti mfupi ambao unauzwa 1500 ukaenda kuotesha kwenye makaburi ya Njiro kwa utaratibu? Utapungukiwa na nini kwenye kipato chako cha mwezi ambacho unachopata? Ukatoa 1/3 tu kila mwezi, ukasema hii ni pepo yangu hii siku ya kiyama, unapeleka makaburini. Utapungukiwa na nini ndani ya wiki? Unakula labda 100,000 mathalan, ukasema hii 30 ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na itanisaidia siku ya kiyama. Naenda kununua paving na weka pale msikitini na pale makaburini, mwingine atakuja kuendeleza. Utapungukiwa na nini ukasema la, kwa sababu nina kipato kiasi fulani, taa ya sola na nguzo yake labda inauzwa 440, na mimi kipato changu kwa mwezi ni 2.5 milioni. Alhamdulillah, natoa naenda kununua taa na weka makaburini. Utapungukiwa na nini? Ali ibn Abi Talib siku moja amekaa katika msikiti wa Kufa, akapita bwana mmoja, imamu wake akawageukia wale watu akawaambia, inna hadha rajul yamutu ghadan, unamwona huyu mtu huyu atakufa kesho. Wale maswahaba wakashangaa, wakasema la, tutamfuatilia huyu mtu anapoishi, anatoka saa ngapi, na huko anapotoka anarudi nyumbani kwake saa ngapi. Wakamfuatilia yule bwana, wakamuona ni mtu la yusali wala yafal ay khair, lakini sio mtu anafanya khairi yoyote nzuri. Wakarudi usiku, wakasema imamu wali amesema yule bwana atakufa kesho. Kwa hivyo wakawa wamekaa standby. Ule muda wamekaa Ali ibn Abi Talib wa jana, na leo wakakaa pale pale, wanataka kuhakikisha yule mtu alikufa kwa yeye hakufa. Yule bwana akapita ala siha akiwa mzima wa afya. Wale mabwana wakamkimbilia wakamwambia, Amira al-Mu'minin, awwal marra takdhib, siku ya kwanza Imam Maasum anadanganya, arrajulu lam yamut, bwana hakufa. Mtu Imam wale akamwambia, wallahi ma kadhabtu wa ma kudhibtu yawma, mimi sikuwahi kudanganya wala kudanganywa. Wakamwambia, kwa nini hakufa? Imam wale akamtuma kumfu yule mfuasi wake, akamwambia kamuite yule bwana. Mmoja akamfuata yule bwana, akamleta yule mtu mpaka kwa Ali ibn Abi Talib, fa ajlasahu amamahu. Yule bwana akakalishwa mbele ya Ali ibn Abi Talib. Imam wale akamwambia, saluhu madha faal, muulizeni jana alifanya nini mpaka hakufa. Yule bwana akamwambia, lam afal shay'an, sikufanya chochote ya Amira al-Mu'minin. Akamwambia, la, kumbuka madha fa'alta yawma ams kabla dukhulika albayt, kabla hujaingia kwenye nyumba yako ulifanya nini? Yule bwana akasema, dani amhilni qalilan ufakkir,
niache kidogo nifikirie nilifanya nini. Hapo akamwambia Ali bin Abi Talib, tadhakkartu ya amira al-mu'minin, tasaddaqtu bidinarin yawma ams, nilitoa dinari moja kumpa maskini njiani. Hiyo tu. Imam Ali akamwambia, araaitum, akamwambia kaifa ya amira, mtu ametoa sadaka dinari moja alafu hakufa. Akamwambia, waihakum, nyinyi vipi nyinyi? Alam taqra'u riwayatan an Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala as-sadaqatu tu'ajjilu al-fana, sadaka inachelewesha nini? Kifo cha mtu, inasogeza balaa ambayo lilikuwa linampata mtu, Mwenyezi Mungu anasogeza. Ndio tulishawahi kusoma riwaya moja hapa, silatul rahmi yuzidu fil umr, ile kuunga ndugu na mwenzako inazidisha nini? Umri. Wewe unakaa Arusha leo ukasema napanda gari naenda Kolo mathalan, Kondoa. Kufanya nini? Kumtembelea bibi yangu, sijaenda miezi mitatu. Mtume anasema kila hatua unayoipiga au kila nafasi unayoipumua, Mwenyezi Mungu anakupa nini? Mwaka mmoja, wa pili, wa tatu, mpaka utakapofika ama ni Kolo, ama ni Upareni, ama ni sehemu yoyote, Mwenyezi Mungu anakuzidishia nini? Kwa hivyo kumbe sadaka inachelewesha au inazuia mabalaa. Ndugu zangu, yale makaburi ya Njiro na msikiti sio vya mtu fulani, la, bali vinashikiliwa na taasisi fulani. Lakini kila mtu ana jukumu la kujenga akhera yake siku ya Kiyama. Vile vile tusisahau kuandaa na kujenga roho zetu kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kama Mwenyezi Mungu alivyosema katika Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على أمير المؤمنين أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على المظلوم الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. وصل على المقتول المظلوم حسين بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على أئمة المسلمين علي زين العابدين محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى القادر وعلي الرضا محمد بن علي وعلي بن محمد الهادي والحسن العسكري